Alright. Tayari umeshakata tamaa, si ndio? Lakini nataka niwakumbushe kitu. Usisikize wale ambao wanaokukatisha tamaa, wala ukiangalia hali ya kiuchumi, hali yako ya kiuchumi jinsi ilivyo, tayari unasema kwamba mimi siwezi kufanya hivi wala vile, kwa sababu nikiangalia hata nyumba yenyewe kulipa inanishinda, au kuemea chakula, kununua mavazi. Kwa hiyo unaona kama wale walionunua au waliojenga majumba ya kifahari ni wao, wewe huwezi kufikia hizo level, wala huwezi kununua gari nzuri na kuwa na maisha mazuri kama wao, kwa sababu tu ya vile unavyoangalia hali yako ya kiuchumi. Ukitazama unaona bado ipo chini sana. Sasa hivyo vyote sio ndo vinavyo tabiri au kutafsiri future yako. Kitu pekee ambacho kitakacho tafsiri future yako ni ile bidii yako na upambanaji na moyo ulionao katika kile unachokifanya. Kwa sababu tu ukumbuke kama kuzaliwa maskini sio kosa lako, kwa sababu hukujua wala hukutarajia wala hukupenda kuzaliwa maskini. Kwa hiyo hali ulionayo wewe sio kosa lako, pengine ni wazazi wako, na hivyo zipo sababu nyingi sana ambazo umezikutana na wewe unaenda nazo hivyo hivyo. Lakini kufa maskini, huo ni uamuzi wako, kwa sababu Mungu kakupa mikono miwili au kakupa pumzi. Pumzi tu ni kitu kikubwa, na uwezo wa kufanya kazi. Sasa ukifa maskini, hapo inakuwa ni wewe. Sijui mmenielewa? Tumia akili, utanishukuru baadaye.